Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ndugu zangu, habari zenu? Habari za masiku. Mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, niko poa, niko salama. Alhamdulillah. Leo inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutakuja kufundishana dua na dawa. Leo inshallah tutakuja kufundishana dua na dawa. Dua, ndugu zangu, ni jambo muhimu sana, na mtu akikosa dua, huyo amekosa kitu kikubwa sana, kwa sababu dua ndio kitu pekee chenye uwezo wa kubadilisha kadari. Dua ndio kitu pekee chenye uwezo cha kubadilisha kadari. Mfano, umekadiriwa wewe ukatike mkono, lakini dua inabadilisha kadari hiyo. Ukiwa huna kawaida kufanya dua, kuombewa dua, umefilisika. Lakini unatakiwa upange muda ufanye dua au ufanyiwe dua. Sasa leo tutakuja kuangalia njia moja nzuri sana. Njia hii ya kumwomba Mwenyezi Mungu arahisishe riziki, upataji wa riziki, upatikanaji wa riziki, pesa kwako uwe mwepesi wala usiwe na shaka ndani yake. Nini cha kufanya? Cha kufanya, utasoma surati Yasin asubuhi. Yasin asubuhi, kwa kila aya inayoishia na mubin utasema ya Fatahu ya Razaku, ya Fatahu ya Razaku mara 70. Baada ya hapo utaendelea na Yasin yako. Ikifika aya nyingine yenye kuishia na mubini utasema tena ya Fatahu ya Razaku, ya Fatahu ya Razaku mara 70. Utaendelea na utaratibu huo hadi utapomaliza ama itapokwisha surati Yasin. Baada ya mwisho utamuomba Mwenyezi Mungu haja zako. Hii ipo kwa ajili ya kufungua mambo ya riziki. Kama mambo yako yamekuwa ni magumu mno, basi utumie utaratibu huu inshallah. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yatakunyokea. Ni mujarabu sana sana sana. Tengeneza imani yako na yakini yako. Amali hii ukifanya usiwe na chembe ya wasiwasi kwamba hutofanikiwa. Hii lazima ufanikiwe. Cha kujifaa wewe tu, kazi yako ni kujiepusha na vitu vya haramu, kuvaa nguo za halali zenye kutokana na chumo la halali, na upate riziki ya njia ya halali, ni upandike kwa chumo la halali. Hapo utakuwa umemaliza. Hiyo ni njia moja, ni muhimu, na tena wala si ya kujaribu. Ngani jaribu, hapana. Wewe fanya kama ni uradi wako, alafu ipo siku utakuja nishukuru sana sana sana. Hiyo moja. 2, kwa yule mtu ambaye ana changamoto za nguvu za kiume. Changamoto za nguvu za kiume. Matatizo haya inawezekana mwingine anakuwa na mashaitani au mkewe na mashaitani,
au ulaji wa vyakula na vinywaji au maradhi. Na maradhi inawezekana maradhi mengine yakasababisha hayo matatizo. Kwa hiyo kama wewe tatizo lako hilo inashikana na shetani, basi cha kufanya utumie utaratibu huu. Kachukue majani ya mwinura, ng'oa mti huo mwinura pamoja na majani yake, ya kate vizuri, na mizizi yake weka ndani ya jiko, chemsha na maji, chemka barabara. Mhusika huyo atatakiwa anywe ujazo wa kikombe cha chai au cha kahawa kutwa mara 3. Aitumie dawa hii kwa muda siku 7 mpaka siku 11. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, heshima itarudi barabara ndani inshallah. Kadhalika yule mtu ambaye anataka kuondosha uchawi ulioko ndani ya mwili wake, chukua dawa inoitwa kisaka uchawi, isipungue vijiko 5. Chukua vijiko 5 vya dawa vinaitwa kisaka uchawi, weka maji yasopungua lita 5. Chukua maji, weka ndani yake lita 5, kisha weka jikoni, chemke barabara, ibaki lita 4. Ibaki lita ngapi? Lita 4. Baada ya hapo utaichuja dawa yako hiyo, utakunywa maji yake ujazo wa kikombe cha chai kutwa mara 2, lakini kunywa ukiwa bado yana umoto, kwa maana utachemsha tena wakati wa kunywa ili unywe akiwa na asili ya umoto. Basi dawa hii inaweza ukatapika sana au ukarisha sana, lakini kama wewe una maradhi ya vidonda vya tumbo, dawa hii haikufai kuitumia. Kama wewe una maradhi ya vidonda vya tumbo, dawa hii haifai kuitumia. Kwa inshallah, kwa kusema hayo, tuchukue hizo dawa aina 3, njia 3 hizo inshallah. Tumetaja dua na tumekataja madawa aina 2. Kwa hiyo tumuombeeni Allah ajalie taufiki kile atakayetumia utaratibu wa dawa hizo au dua hiyo, basi Allah ajalie shifa inshallah. Natoa wito wale ambao wenye kusumbua maradhi ya majini, shetani, mtu kashatumika sana mashetani lakini mambo yakawa magumu, au wanataka dawa ya kuondosha uchawi hata kama amelishwa miaka 100 uko ndani ya mwili wake atakautoke. Kadhalika we mtu na maradhi ya sukari, shangaika sana lakini sukari yako haiponi. Shatibiwa sana lakini sukari bado haitoki kutoka, iko hapo hapo. Basi inshallah, au una maradhi ya homa ya ini, una maradhi ya upungufu wa kinga mwilini HIV, kadhalika una maradhi ya vidonda vya tumbo na unataka kinga ya ndani ya nyumba yako usisumbuliwe na mashaitani na wanga, au kinga ndani ya mwili wako wasawi wachawi wasikusumbue, na mengine mengi ambayo wewe inawezekana unayo, umeshapata shida sana lakini hujapata ufumbuzi, au ambayo gari lako limezima kabisa, gari limezima haliwaki. Hapa nasema na watu wakubwa, gari limezima haliwaki. Au wewe ambaye umeshatabika sana kutafuta mtoto mpaka leo hii, Allah hajakujalia kutokana na matatizo mbalimbali inshallah. Kwa hayo yote na mengine mengi, basi wasiliana nami Maalimu wenu Abu Hafsa kwa namba za simu hizi 0710 28 03 23. Kwa watu ambao wako nje ya Tanzania wataanza na alama ya kujumlisha 255 710 28 03 23 au 0784 766 555. Zote namba hizi zinapatikana kwa njia ya WhatsApp na kawaida zote zinapatikanika inshallah. Kama unayo mengi na hayo nilizozungumza na meneo mengi, basi inshallah unaweza kutoka wasiliana kwa namba hizo
na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia shifa inshallah. Hayo niliyozungumza, hizo dawa ni mujarabu, na hata hiyo dua ni mujarabu. Tumia kwa yakini, basi inshallah Mwenyezi Mungu atakujibu. Kama ni dawa, Mwenyezi Mungu ataondoa hayo maradhi uliyokuwa nayo. Mwalimu na Abu Hafsa, nawatakia siku njema. Mwenye swali anaweza kauliza inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.